Mungu katika hii dunia. Tunaomba popote alipo huyo mzazi, mpe nguvu na maarifa Mungu. Sio rahisi. Watoto uliowazaa kwa maumivu na uchungu, na ndio tegemeo lako la maisha, leo hii wakujibu kama takataka mbele za watu. Na nyi vijana hamtokufa mpaka dunia yani mtaisoma namba. Malipo ni hapa hapa. Na pepo ya dunia ya watoto ipo chini ya miguu ya wazazi wao. Inauma. Inauma sana. Na vichwa vyenu kama kondom za kiume. Eti mam, nimekataa kukuongelesha. Ulikataa kunipa chakula. Kumani na zenu. Hakuna mzazi ambaye atampa adhabu mtoto wake ikiwa hampendi. Anataka ubadilishe tabia. Umenyimwa chakula mara 2 unalalamika, we ni nani? Lakini na nikitumia jicho langu la kuona mbali, hawa watoto nikana before waje kujibu mashtaka kwa social media, ni kwamba wamefundishwa cha kuongea. Wamefundishwa cha kuongea. So ili huyu baba ajitoe kwenye ngori, mambo ameshakuwa mazito. Sasa mtoto anamwambia mama eti kwamba baba amekuwa akiniambia nikuongeleshe, mimi ndo sitaki. Ukicombine maneno ya ule mwanamke Jenny, ule mwimbaji wa injili aliyeolewa kwa hiyo boma, akijifanya kwamba watoto wameshakuwa wakubwa, wanajitambua, kama hawakutafuti ni kivyao vyao. Hii ni mipango ambayo sio vizuri guys. Kutenganisha watoto na mzazi wao na kuwajaza sumu. Hakuna kitu kibaya kama mtu mwingine kumjazia sumu mtoto wako. Na nyi vijana, malipo mtayaona siku mzazi wenu akifa. Mutalia na kusaga meno. Siku zote thamani ya mzazi inaonekana pale akiwa hayupo tena. Dunia ndio inakuotea mabawa. Dunia ndio inafunguka, unajua ulimwengu ni nini bila mama. Kuna wengi ambao wanatamani mama zao waone hapa sasa hivi. Kuna wengi wanatamani hata Mungu arudishe wazazi wao katika hii dunia, wasalimiane tu basi. Lakini leo hii mmepewa chance. Huyo mama wa kambo mnamwona ndo mama yenu mzazi. Mnamjibu mama yenu kama takataka mbele za watu, kumwaibisha, kumvisha aibu ya mwaka. Malipo ni hapa duniani. Nisiongee mengi zaidi nikamkufuru Mungu. It's too much.